Kuomba vibaya ni kwa namna gani? Kuomba vibaya ni kwa namna gani? Kuomba vibaya ni kwa namna gani? Anamaanisha nini Yakobo anapozungumza kwamba hata mwatamani lakini hamna kitu kwa sababu hamuombi, lakini pia mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya? Sasa anamaanisha nini anaposema kwamba mwaomba vibaya? Kwa mtu yawezekana pengine akawa anatafakari na kujiuliza kwa muda mrefu, sasa kuomba vibaya ni kwa namna gani? Au kila siku ninaenda kwenye maombi, naomba, mbona sioni matokeo? Huenda pengine naomba vibaya, kama najiuliza mambo mengi, maswali mengi. Huenda pengine naomba vibaya, wengine pengine ninaomba vibaya, ninasemezana na Bwana vibaya, ndio maana sipati. Sasa leo ungana pamoja na mimi, twende tukaangalie anamaanisha nini anaposema kwamba hata mpati kwa sababu mwaomba vibaya. Kuomba vibaya ni kwa namna gani? Twende tukaangalia Yakobo sura ile ya 5, sura ile ya 4, mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Yakobo sura ile ya 4, mstari ule wa 2 na ule wa 3. Tuangalie hapa. Anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Mstari wa 3, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mtumie kwa tamaa zenu. Sasa mstari wa 2 anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Sasa anasema kwa kuwa hamuombi. Mnatamani hupati kwa sababu huombi, wafanya mpaka na vita lakini hupati kwa sababu huombi, wafanya mpaka kuchonganisha watu waachane lakini hupati kwa sababu huombi, wafanya vurugu za kila namna, kuchonganisha, kuvuruga wa kila namna. Niwaona kijana mmoja aliwahi mtumia alikuwa anatafuta binti mmoja hivi. Sasa alivyoona binti yule hamwelekei, akaona kwamba kuna kijana mmoja hivi, kuna kijana ana mahusiano, anaelewana, anacheka kweli kweli ile binti. Sasa kana anapata wivu sana, kinamuuma sana, yeye anamtaka yule, afu na yule binti yeye anapenda ka kijana fulani. Sasa kijana alichokifanya akatuma ujumbe kwa baba yake na yule binti, akasema chunga sana binti yako, kuna kijana mmoja mtoto wa fulani naona kama ana mahusiano. Katuma message. Baba yule mzazi akarudi akaja kwa binti, najua kilichotokea lakini huo wote ulikuwa ni uchonganishi. Alitumia njia za kawaida za asili ili kuvuruga mahusiano aweze kumpata yule binti, lakini haikuwezekana kwa sababu haombi. Haikuwezekana. Na mwatamani mpaka mwaua. Sasa huku ni kumuua yule kijana. Huo uharibifu ni wa kumuua yule kijana. Tena unaua na binti kabisa huyo ambao unakuwa. Kwa haya yote ni mambo ambayo yanakuwa yanakuja kwa sababu hao. Sasa anasema mnatamani wala hampati, mpaka mnafanya vita, mpaka vurugu za kila namna, wachonganisha ndoa za watu, umbea wa kila namna wafanyia, lakini haupati. Anasema kwa sababu hamuombi. Sasa itilafu nyingine ndio inakuja kwa mstari wa 3. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Haya, kule tumefanya vita, umefanya uchonganisho, haujapata, lakini umekuja tena umemwamini Yesu Kristo. Sasa unamwomba Mungu na penyewe haupati. Na penyewe haupati. Kwa nini? Kwa sababu waomba vibaya. Sasa hata mwaomba, umegeukia njia ya kuomba. Sasa mwe niende kanisani mimi nikamwombe Mungu. Sasa hata mwaomba lakini hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mtumie kwa tamaa zenu. Sasa kuomba vibaya ni kwa namna gani? Kuomba vibaya ni huku kuomba kitu ambacho kipo nje ya mapenzi ya Mungu. Nje ya mapenzi ya Mungu. Mfano,
kuomba upate mke ambaye ni mke wa mtu. Mtu alishaolewa tayari, lakini wewe unaomba mapenzi ya Mungu waachane. Waachane baba, waachane katika jina la Yesu. Waachane katika jina la Yesu. Mungu, wewe unasikia. Maombi hayo hayawezi kusikia. Hayawezi kusikia. Mungu hawezi kuyasikia maombi hayo. Hawezi kuyajibu maombi hayo. Ya kuombea watu waachane, wanandoa waachane. Watu ambao wameshaoana. Kwani maandiko yanasemaje kuhusu ndoa? Mungu anasema sipendi watu waachane. Hapendi talaka. Hapendi watu waachane. Hapendi vurugu. Hapendi watu wagombane, wanandoa wagombane. Hapendi wanandoa waachane. Kwa hiyo unapokuwa naomba maombi ya namna hiyo, tambua kwamba unapoteza muda wako. Muda wako unaopoteza. Rudi nyumbani, kale chakula, kale wali, kale pilau, kale ugali, kale viazi. Unapoteza muda kwenye hayo maombi. Shapayagasa. Unapoteza muda wako. Tengeneza vizuri na Mungu. Unapoomba, wewe ulikuwa umetongozwa na mtu na unakula vitu vyake, na wewe unatoa hongo ya ngono. Mnaenda kwenye magesti, mnaenda kwenye mageto, mnaenda vichakani, mnaenda wapi, kila sehemu fanyie huko. Unakuja unapata mimba, unaanza kumwomba Mungu, itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu. Huko ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Huwezi kujibiwa hivyo. Subiri mimba hiyo mimba ikue, uzae mtoto ulee, kwa sababu imepatikana kutokana na matokeo yako unayoyafanya. Mambo ambayo unakuwa unayafanya, matokeo unayoyafanya ndio imepatikana kwa njia hiyo. Kwa hiyo kuomba vibaya ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu, ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Kuomba maombi ya watu waache kazi, waachishwe kazi, wavurugwe kazi. Maombi ya namna hayawezi kujibiwa. Mungu hapendi hata mmoja awe anateseka, awe anatabika. Kwa maombi ya namna hiyo hayawezi kujibiwa. Hayawezi kujibiwa, ni mabaya. Mwaomba hata hampati kwa sababu mwaomba vibaya, unaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili upate, unataka uombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Uombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Wewe msichana umeona kwa sababu mume ana mali, mume wa mtu ana mali, unaanza kuomba maombi eti waachane, au mke afe ili niolewe, afe ili niolewe. Maombi haya hayawezi kujibiwa kwa sababu unaomba vibaya. Unaomba vibaya. Mwingine anasema kwa sababu mume yule amemtongoza, yeye ni hawala, anataka yule mume aachane na yule kule amuoe yeye. Haya maombi haya hayawezi kujibiwa. Wewe ni hawala, umevamia ndoa ya watu. Umevamia ndoa ya watu. Na huyo mwanaume hakupendi. Kwa nini hakupendi? Kwa sababu anakupotezea muda wako ambao ilitakiwa wewe uwe na mume wako. Yeye na mke wake tayari. Kwa wewe unapotezea muda. Yeye na mke wake, muda wake ushatimia muda mrefu. Ila wewe ndio unayepotezewa muda. Wewe ndio unapotezewa wakati. Siku ambao majira ya Mungu na wakati wa Mungu utatimia kwako upate mume wako, hautampata kwa sababu tayari kuna mtu ameziba nafasi, ameweka pazia, amemziba huyo mume wako huyo. Hata wanaume wanakuja ambao wana lengo la kukuoa, unawakataa kwa sababu kuna mtu yupo nyuma yako anayekupotezea muda. Na shetani amemtumia kwa viwango hivyo endelee kukupotezea muda hivyo. Kwa wewe ili ukutane na majira ya Mungu na wakati wa Mungu, ni afadhali ukaachana na huyo anayekupotezea muda kwa sababu tayari yeye na mtu wake. Ukaachana naye ili usubiri majira na wakati wa Mungu, mapenzi ya Mungu yatimie na kwako, na wewe uingie kwenye sherehe, ufunge ndoa yako takatifu, uwe na mtu wako, ili uachane na uzinzi na ukahaba na washerati unaofanya kwa sasa. Kwa unamhitaji Mungu katika maisha yako. Unahitaji majira ya Mungu. Sasa majira ya Mungu yatakufikiaje? Tayari kuna mtu ameshaziba. Mungu atakuja atakukuta wewe upo kwenye guest tayari unafanya vitu vyako na mume wa mtu ambaye tayari yeye na mtu wake. Kwa ili kuondokana na hayo mambo, usiombe vibaya. Usiombe kwa sababu umekutana na huyo hawala, anajifanya nakupenda. Hakupendi, maana anakupotezea muda, anakupotezea majira, anakupotezea mke wako. Ameshaziba mke wako asiki.
huyo binti huyo mama au mshangazi huyo, umeziba mke wako asije. Huyo mshangazi huyo umekuzibia mke wako, umeziba majira ya Mungu kwa mke wako ambaye Mungu amemweka kwa ajili yako. Huyo mshangazi huyo, na huyo mwanaume huyo hawala, huyo binti amekuzibia nafasi ya mume wako. Huyo ambao unaona kama nakupenda, nakupa mahela menga na kuhonga 100,000, 200,000, 300,000, milioni, 20,000, amekuzibia nafasi ya mume wako, ameziba majira ya Mungu kwako. Kuna wakati utajutia hayo majira unayoyapoteza, huo wakati unaopoteza, huo muda ambao umezibiwa, utaujutia katika maisha. Kwa usiombe waachane. Yeye ni mume wa mtu tayari, wewe sio mke wa mtu. Kwa wewe unachezea maisha yako, wewe ndio unachezewa maisha yako, alafu na wewe mwenyewe unayechezea maisha yako. Umekubali kuchezewa maisha yako, umekubali uchezewe maisha yako, na umekubali uchezee maisha yako. Umekubali upotezewe muda wako, na umekubali upoteze muda wako mwenyewe kwa hiari yako mwenyewe. Kwa hiyo roho ambayo ipo ndani nayo kuendesha hivyo, ni afadhali ukaomba itolewe ndani mwako. Iking'olewa, utakuwa mtu mzuri kabisa, na utapata mtu wako ambaye anakufaa, mtaenda kufanya mambo yenu. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba chochote sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Huwa anatusikia. Hii mstari ndio unaopendaga sana, kwa sababu ninapoingia kwenye maombi kumwomba Mungu, huwa anasikia na huwa anatenda. Kwa hiyo anasema tukiomba chochote sawa sawa na mapenzi yake, tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Kwa sawa sana mapenzi, kwa tukiomba nje ya mapenzi yake, hasikii, hajibu, hatendi, haleti, kwa sababu ni nje ya mapenzi yake. Ndio maana mimi hata muda mwingine kwenda kuombea mtu ambaye hayupo tayari kumwamini Yesu Kristo, sipotezi muda huo. Kwa sababu nitajichosha. Maana uponyaji wa mtu unategemea na imani yake, alivyoitengeneza imani. Mtu akikupigia simu anasema ninaomba uje uniombee, huyo chapu kwa haraka, maana tayari amekwisha kujenga imani. Kwa hiyo mtu akitabika kama amwamini Yesu Kristo, mimi nasemaga acha alitabike tu mpaka atakapoamua yeye mwenyewe. Kwa hiyo tukiomba nje ya mapenzi ya Yesu Kristo hawezi kufanya, lakini tukiomba sawa sawa na mapenzi yake anatusikia. Sasa kuomba mke wa mtu afe ili wewe olewe, hayo sio mapenzi ya Mungu, si ndani, hiyo ni nje ya mapenzi ya Mungu. Kuomba mtu apoteze kazi, hiyo ni nje ya mapenzi ya Mungu. Kuomba mimba iporomoke, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Mungu anasema hapata kuwa tasa, hapata kuwa mwenye kuharibu mimba, wala mwenye kutoa mimba, wala mwenye kufanya nini, uzao utakuwa umebarikiwa. Kwa umepata mtoto, shukuru Mungu, umepata mtoto, kwa lea hiyo mimba, za mtoto, anza kumlea mtoto, alafu na Mungu atakubarikia kwenye maisha yako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ni matumaini yangu kwamba Mungu akubariki.